na kuanguka, ufalme utakaosimama hatimaye ni ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na leo kama nilivyosema siku ile ya juzi, wengi wako na wasiwasi, hofu, wengi wanauoga kuhusu siku zinazokuja. Wengi hawajui ni kipi haswa ambacho wataamini kuhusu siku inayokuja na kipi haswa kitakachotokea. Wengi wana wasiwasi sana kuhusu maisha yajayo hapa mbeleni, lakini kuna ushuhuda mzuri katika Biblia wa kutupatia tumaini sisi ambao tunaishi katika siku hizi za mwisho. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wake ni ule wa 7. Kuna neno la tumaini ambalo linapeanwa pale. Ufunuo sura ya kwanza mstari wake wa 7. Soma tuende, mtu wa Mungu. Inasema, Biblia inasema, amina. Tazama, Sawa. yuaja na mawingu. Aha. Na kila jicho litamuona. Sawa. Na hao waliomchoma. Aha. Na kabla zote za dunia. Soma. Wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Naam. Amina. Asante. Tazama, yuaja na mawingu. Ahadi ya Biblia ni kwamba hatimaye Yesu Kristo atakuja na kila jicho litamwona. Hatimaye Yesu atashuka na utukufu wake na kila jicho litamwona, hata wao waliomchoma. Biblia inasema kwamba watamwona katika utukufu wake akitokea mawinguni. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo kinatuongoza kuondoa wasiwasi wetu hapa chini, kuyainua macho yetu juu, kusikia nyayo za Yesu anayekanyaga na kuja kwa mara ya pili. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia tuinue macho yetu juu, tusishtuliwe na mahangaiko ya ulimwengu huu. Wasiwasi usiwe sehemu ya maisha yetu, kwa sababu kuna yule anayekuja kwa mara ya pili. Kuna Yesu anayekuja kumaliza hofu na mahangaiko. Kuna Yesu anayekuja kusimamisha fedheha za ulimwengu huu. Kuna Yesu anayekuja kusimamisha maradhi, hofu ambayo huenda yametupatia mahangaiko katika ulimwengu huu. Kitabu cha Ufunuo kinasema, tazama, yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Na kitabu sura ya mwisho wa kitabu hicho, sura 22 mstari wa 20, tena kuna mkazo unapeanwa juu ya swala hili la ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. 22 mstari wake wa 20 inasemaje? Twende, mtu wa Mungu. Yeye mwenye kushuhudia haya asema, sawa, naam, naja upesi. Naam, naja upesi. Hasemi ya kwamba atachelewa, hasemi ya kwamba atakawia, hapana. Anasema anakuja upesi. Kwa hiyo amina na uje. Asante. Kisha baada ya kusikia tamko la Yesu Kristo akisema anakuja upesi wala hatakawia, Yohana anatiwa moyo, Yohana anajawa na furaha, na yeye anakubaliana kwa kusema kwamba amina na uje Bwana. Nasi wapenzi, sisi ambao tunasubiri Yesu aje, jioni hii ya kipekee anataka tusikie kwa mwangwi wa kipekee ya kwamba kweli anasema kwamba anakuja. Mioyo yetu ibubujike na furaha, mioyo yetu tetemeke na hofu iondoke. Tuungane na Yohana kusema amina na uje Bwana. Jameni, Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu ijawe furaha. Habari za kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ni tumaini lenye baraka. Liondoe hofu, liondoe wasiwasi, liondoe sintofahamu, manake ameahidi ya kwamba anakuja. Na je, umesikia Biblia imesema anakuja upesi, anakuja upesi. Lakini swali ni, wengi tumesikia swala la kuja kwa Yesu Kristo kipindi kirefu. Wengi habari hizi zimesemwa katika sehemu tofauti za ibada, na wale ambao hata sio wa imani wamewasikia Wakristo wakidai ya kwamba Yesu anakuja, Yesu anakuja. Tena leo tunasema anakuja upesi. Swali ni, huu upesi ni upesi kiasi gani? Kwani Yesu amekawia?
haisi maumivu na machungu yetu? Huu upesi ni upesi kiasi gani? Mbona aji? Je, kuna ushahidi wowote katika Biblia ambao utaondoa hofu yetu, ambao utaondoa wasiwasi wetu na kutuambia kwamba kweli Yesu kuja? Najua sisi sio watu wa kwanza kuwa na wasiwasi huo. Wakati mmoja Yesu Kristo alipokuwa amewakusanya wanafunzi wake, kitabu cha Mathayo sura 24, soma mtu wa Mungu Makenzi, Mathayo sura 24, nataka usome kutokea mstari wake ni wa pili. Inasemaje? Biblia inasema hapo, twende. Naye akajibu akawaambia. Hebu anza mstari wa kwanza tupate mtiririko mzuri. Inasema Yesu akaenda zake. Sawa. Akatoka hekaluni. Twende. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Sawa. Naye akajibu akawaambia. Amyaoni haya yote? Je, myaoni haya yote? Amin nawaambieni. Sawa. Halitalisalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Tulia hapo. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanavutiwa na urembo wa hekalu la Yerusalemu, wanavutiwa na namna limefanyiwa kazi. Sulemani akalijenga, Herode akalitia nakshi kwa kipindi cha miaka 46. Kwa hivyo hekalu linapendeza, linavutia. Wanafunzi wanaona namna linapendeza, kisha anamwambia Yesu, ona namna majengo ni ya fahari, yanavutia. Kisha Yesu anawaambia, hakutasalia jiwe moja juu ya lengine hapa. Kisha wanafunzi wanajawa na hofu na wanamuuliza Yesu maswali mawili. Sikia maswali hayo mawili. Mstari wa 3 inasema, twende. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Sawa, twende. Wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Tuambie mambo hayo, habari za kuvunjwa kwa hekalu la Yerusalemu na kuharibiwa na jiwe moja lisalie juu lingine. Tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Lakini swali la pili, twende. Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Lakini swali la pili akawaambia, ni nini dalili ya kuja kwako mara ya pili na ya mwisho wa dunia? Wanamuuliza Yesu maswali mawili. Wakamuuliza Yesu swali la kwanza, tuambie dalili ambazo zitaonyesha mambo haya ya kubomolewa kwa Yerusalemu na kuharibiwa kwa mji huu mzuri yatafanyika lini? Lakini swali la pili, dalili za kuja kwako ni gani Yesu? Tena dalili kwamba ni mwisho wa dunia ni zipi Yesu Kristo? Na ndani ya kitabu cha Mathayo sura 24 Yesu anajibu maswali hayo mawili, lakini kwa sababu muda wetu ni mfupi, sisi tutajibu swali moja peke yake. Kwa muktasari, Yesu anatoa dalili zaidi ya 20 zinazoonyesha kuja kwake. Yesu baada ya kuulizwa maswali haya anapeana dalili zaidi ya 20 ndani ya kitabu cha Mathayo sura 24, dalili zinazoonyesha kwamba kuja kwake. Hizo dalili zikionekana ni dhahiri kwamba kuja kwake kumekaribia. Ndio maana leo natamani msikilizaji wangu mpendwa, mimi na wewe tuzisikie nyayo za Yesu ambazo zimeanza kugonga, na sio kitambo anaregea kuwachukua watoto wake. Tusikie kwamba ulimwengu huu unaelekea hatima yake. Tusikie kwamba hofu, wasiwasi, magonjwa, maradhi yanafikia mwisho wake. Dhambi na kuteswa na kuangalishwa na ibilisi mwovu shetani inafika mwisho wake. Wadhambi ambao wamemkataa Yesu Kristo ndio sasa mwisho wao unakaribia, lakini watakatifu wa Mwenyezi Mungu ambao wamemkubali maishani kuwa Bwana na Mwokozi, wokovu wao nao unakaribia. Yesu akapeana dalili ambazo zinaonyesha kuja kwake mara ya pili. Dalili hizi alizipeana kwenye ulimwengu wa kidini, kwenye ulimwengu wa siasa, kwenye ulimwengu wa viumbe asili, lakini pia kwenye ulimwengu wa kijamii. Nitazigawanya mara 4: kwenye ulimwengu wa kidini, kwenye ulimwengu wa kisiasa, kwenye ulimwengu wa viumbe asili, lakini kwenye ulimwengu wa kijamii. Yesu akapeana dalili akasema, hizi mkiziona, mkiona dalili hizi, jueni ya kwamba mwisho umekaribia. Karibu natokea mawinguni. Ni nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Basi tutaanza na dalili katika ulimwengu wa kidini. Dalili katika ulimwengu wa kidini.
Dalili ya kwanza Yesu akapeana makristo wa uongo na manabii wa uongo. Mathayo 24 mstari wa 24. Makristo 1 2 check 1 2 check 1 2. Asante. Tutaendelea Roho wa Mungu anapotuzidi kutuongoza. Kwa hivyo ninasema dalili ya kwanza ambayo Yesu anaipeana ni dalili katika ulimwengu wa kidini. Na Yesu anasema ya kwamba kutakuwa na makristo wa uongo, lakini pia kutakuwa na manabii wa uongo. Mathayo 24 mstari wake ni wa 24. Soma twende Makenzi. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Kwa maana watatokea wakristo wa uongo na manabii wa uongo. Na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza. Maliza. Kama yamkini hata walio wateule. Sikia, Yesu anatabiri ya kwamba dalili katika ulimwengu wa kidini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho, na Yesu karibuni anatokea mawinguni. Ni makristo wa uongo, manabii wa uongo, kisa anasema chambo yao ya kuwapoteza wengi ni ishara na miujiza. Sawa, nimeomba nitulie dakika moja ili wabadilishe, kisha tuendelee. Sawa. Tunasema kwamba ishara ya kwanza ambayo Yesu anaipeana ni kwamba kutakuwa na makristo wa uongo na manabii wa uongo, na hiyo anasema chambo watakayoitumia. Sikia, nataka usikie kwa makini, uliye hapa viwanjani, unayetusikia kule miongoni mwetu, na wala ibilisi mwovu shetani hajawahi kupata nafasi ya kushinda. Kwa hiyo tunajiachia tena mikononi mwako, tuongoze, tufunze, tamalaki hadi mwisho wa somo. Tupe muunganiko na mtiririko mzuri, ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunasema ya kwamba dalili ambayo Yesu anaipeana ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Makristo wa uongo na manabii wa uongo, na chambo ambayo Yesu anasema wataitumia ni ishara na miujiza. Ishara na miujiza. Sikiliza mpenzi, usiamini mtu tu kwa sababu ya kufanya miujiza. Nikwambie, shetani anapenda kutumia miujiza kama chambo, na ameitumia kwa muda mrefu, na amewanasa yamkini wa Kristo na watoto wa Mungu wengi kwa kutumia chambo cha miujiza. Manake wengi tunapenda vitu vya kuona, tunapenda vitu ambavyo tunaviona haswa, na shetani ametambua hilo mpenzi. Inasema hapa wapenzi, kabla Yesu hajakuja kwa mara ya pili, Biblia inasema kwamba kutakuwa na mlipuko wa manabii, kutakuwa na mlipuko wa
makristo wa uongo. Kutakuwa na mlipuko wa wahubiri ambao watakuwa wanaendesha kazi ya Injili, lakini hawamtumikii Mungu wa mbinguni. Watatumia ishara, watatumia miujiza, vipofu watapewa macho, viwete watatembea, vitambaa vitauzwa, maji yaliyoombewa yatapeanwa. Ishara na miujiza itatumika sana. Na Yesu anasema tahadhari, kwa sababu sio kila muujiza unatoka kwa Mungu wa mbinguni. Ufunuo 16 mstari wake ni ule wa 14. Sikia jinsi Biblia inavyosema kuhusu baadhi ya ishara na miujiza. Ufunuo 16 mstari wa 14. Sikia jinsi Biblia inasema kuhusu baadhi ya chimbuko, uweza wa ishara na miujiza. Soma twende mtumishi. Biblia inasema sawa, hizo ndizo roho za mashetani. Hizo baadhi ya nguvu za miujiza, hizo ndizo roho za mashetani. Twende. Zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Sawa, twende. Kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Sikiliza sana, asante, Mungu akubariki. Shetani anaweza kufanya muujiza. Ninajua wakati mmoja Mungu akamwita Musa, akampatia fimbo mkononi, akamtuma Misri mbele ya Farao. Biblia inasema ya kwamba alipofika mbele ya Farao, akarusha fimbo chini, ikawa nyoka. Waganga na wachawi wa Misri pia wakavunja tupa fimbo chini, zikawa nyoka. Tena Biblia inasema alipogeuza maji kuwa damu, waganga na wachawi wa Misri pia wakafanya miujiza. Shetani anaweza kufanya miujiza. Chunga kuamini mwalimu wa dini tu kwa sababu ya miujiza. Chunga, uwe macho sana. Kama mwalimu wa dini anakuongoza kwenda nje ya Biblia, hata akishusha moto kutoka mbinguni, hata akimfufua mfu kutoka kaburini, hata akipeana kipofu macho ya kuone, uwe na tahadhari na yeye mpenzi. Manake siku hizi za mwisho, jambo moja anayetumia ibilisi mwovu shetani kuwapoteza watoto wa Mwenyezi Mungu ni miujiza. Na amejua watu wengi wanapenda muujiza. Ndio maana katika mikutano hii tumekuahidi na tumeweka ahadi yetu kwamba Biblia tu ndio itanena. Tutaruhusu neno la Mungu tu ndio lizungumze, na likipeana maelekezo, sisi nani ni kwamba tuweze kusema kinyume. Na unajua katika ulimwengu huu wametokea watu ambao wamedai kuwa wao ni Makristo. Wacha nianze na mbali alafu nirudi nyumbani. Mwaka wa 1992 kule sehemu za Japan alizuka mtu anaitwa Sako Asahara, akadai ya kwamba yeye ni Kristo, mpaka akajiita ni mwana kondoo wa Mungu. Wafuasi wakajitokeza wengi kumfuata. Ni mpaka walipoamua kuweka vilipuzi, kisha wakaangamiza watu wengi na wakaishia pasipo tumaini, na wakajua kumbe Sako Asahara hakuwa ni Mungu wa kweli. Na hapa kwetu Kenya tu, kwenye kaunti ya Uasin Gishu hapa tu Western, kwenye kijiji cha Chemoroch, si aliinuka mtu anayeitwa Jehova Wanyonyi, akadai kwamba yeye ni Mungu. Mungu aliyekuwa na wake 70, Mungu aliyekuwa na watoto 95, Mungu ambaye alikuwa na siku ya kuzaliwa, manake alizaliwa mwaka wa 1924, Mungu ambaye ana siku ya kufa mwaka wa 2015 Julai tarehe 18, Mungu ambaye ana birthday na Mungu ambaye ana death day. Alizuka katika ulimwengu huu, dalili ya kwamba kweli tunaishi katika siku za mwisho. Si baada yake aliinuka Yesu wa Tongareni hapa hapa katika miongoni mwetu, naye akadai kwamba ni Mungu mwenye uweza. Sikiliza mpenzi, ukiwaona manabii wa uongo, sikia, ukiona makristo wa uongo, usipoteze tumaini. Shahidi wa kweli na mwaminifu yuko njiani na kuja kwa mara ya pili. Yesu ambaye sio mwongo, Yesu ambaye ni kweli, ni njia na uzima, ni nyayo zake tunazisikia zikija kwa mara ya pili. Kwa hiyo manabii wa uongo wengine sijawataja, mnawajua humu. Makristo wa uongo hatujawataja, mnawajua humu. Lakini ni dalili ya ulimwengu katika dakika zake za mwisho, tunazisikia nyayo za Yesu zikigonga na kuja kwa mara ya pili. Dalili ya pili, kwenye ulimwengu wa siasa,
Dalili ya pili, kwenye ulimwengu wa siasa, Yesu alisema kutakuwa na vita. Mathayo 24 mstari wa 6. Mathayo 24 mstari wa 6. Twende kwa upesi sasa ili kwamba tumalize kwa muda mzuri. Twende, Biblia inasemaje? Nanyi mtasikia habari za vita. Mtasikia habari za vita. Na matetesi ya vita. Na matetesi ya vita. Achia hapo. Asante, Mungu akubariki Makenzi. Biblia inasema kwamba mtasikia habari za vita. Yaani itakuwa ni vita mahali. Kila sehemu ni machafuko. Haimaanishi kwamba ni vita mahali pamoja, hapana. Ni kwa wingi vita kila mahali. Soma mstari wa 7, inasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Taifa litaondoka kupigana na taifa, sawa? Na ufalme kupigana na ufalme. Yesu, asante. Yesu anasema ya kwamba tunapoona vita katika pande za ulimwengu, nchi tofauti, mapambano yanashika moto, vita vipungui, ni dalili ya kwamba tunaishi kipindi cha mwisho cha ulimwengu huu. Zisikie nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Zihisi footsteps za Yesu ambao anakanyaga, anarudi kuwachukua watoto wake kwa mara ya pili. Unajua tunaishi karne ya 21, lakini tukiregea nyuma karne ya 20 ilivamiwa na vita ambavyo hesabu yake ilichukua maisha ya watu wengi sana. Wachunguzi wanasema kwamba karne ya 20 ilikuwa na takriban kama vita 165, ikaacha watu 6,000 bila mahali pa kukaa na watu zaidi ya milioni 180 wakipoteza uhai wao. Karne ya 20. Kwa hivyo tunapoona vita vimepamba moto, ni dalili ya kwamba tunaishi kipindi cha mwisho cha ulimwengu huu. Na je, karne ya 21, si umesikia vita vya pili vya Kongo, vita dhidi ya ugaidi, vita vya Darfur, vita vya Israeli na Lebanoni na mengine mengi siwezi kutaja. Vita vimepamba moto kila mahali. Wapenzi, makubaliano yanajaribiwa. Watu wanakuja pamoja ili wajaribu kufanya makubaliano, lakini bado vita vimepamba. Kwa nini? Ni nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Ni dalili za ulimwengu katika siku zake za mwisho. Ndio maana Yesu akamvuvia Paulo kuandika Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 3. Hivi ndivyo asemavyo. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 3, anasema hivi katika neno lake lenye uhai. Soma twende. Biblia inasema wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafula. Maliza. Kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, sawa, wala hakika hawataokolewa. Asante, Mungu akubariki. Watu wanapotafuta amani, wanaposema ni amani na salama, anasema ndipo uharibifu huja ghafla. Hata amani za dunia hazijapeana suluhisho, wapenzi. Ninajua kuliwahi kutengenezwa kitu kinaitwa League of Nations ili kwamba itafute amani. Haikufua dafu wapenzi. Kutengenezwa Umoja wa Mataifa haikufua dafu wapenzi. Amani ya ulimwengu haijapeana suluhisho. Mikataba ya amani haijapeana suluhisho. Lakini natamani kutia moyo mpenzi, unapoona vita, unapoona machafuko, sikia nyayo za mfalme wa amani anayekuja kwa mara ya pili. Unapoona vitu haviendi sawa, mapambano yamechacha kila kona, ni dalili ya kwamba ndiyo kuna vita duniani, ndiyo hakuna amani duniani, lakini mfalme wa amani anakuja tena kwa mara ya pili. Ni dalili ya kwamba tupo katika siku za mwisho. Je, katika ulimwengu wa vitu asili, si Yesu amezungumza kuhusu njaa? Mathayo 24 mstari wa 7 sehemu ya pili. Si Yesu amezungumza kuhusu njaa pale ambapo ulikuwa umefikia ama anza tu hapo mwanzo ili kwamba tuwe mtiririko mzuri. 24 mstari wa 7 inasema twende. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Twende. Na ufalme kupigana na ufalme. Sawa. Kutakuwa na njaa. Kutakuwa na njaa. Achia hapo. Yesu anasema tena kutakuwa na njaa. Ukisoma tafsiri ya Kizungu, Kiswahili na yake kana kwamba ni moja, manake hakuna wingi wa njaa. Anasema kwamba famines, yani nyingi
sio njaa ya sehemu moja tu, itavamia mahali. Na ni kweli wapenzi, taarifa ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba kuna upungufu wa chakula katika nchi takriban 38 duniani leo. Upungufu wa chakula katika nchi takriban 38 duniani leo, na wanasema kwamba 1 juu ya 6 katika ulimwengu huu hawana chakula. 1/6, 1 juu ya 6 katika ulimwengu huu hawana chakula. Watu 10,000 kila siku, watu milioni 2.5 kila mwaka wanakufa kwa njaa. 10,000 kila siku, lakini pia watu milioni 2.5 kila mwaka wanakufa kwa njaa. Kuna njaa katika pembe za Afrika, kuna njaa katika pembe za hapa Kenya, kuna njaa mahali. Dalili ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Kwa hiyo ukiona njaa, ukiona watu wanapata chakula kwenye jaa za takataka, ukiona watu wanachukua maji kutoka katika haja ndogo ya wanyama, ukiona watu wanatafuta chakula katika mizoga iliyokufa, ndiyo kuna njaa. Lakini hiyo njaa ikutie tumaini ya kwamba japo njaa iko ulimwenguni, ni nyayo za Yesu anayekuja mara ya pili. Mkate wa uzima anakuja kwa mara nyingine. Yeye aliye ni suluhisho letu anashuka kuja tena. Lakini pia kando ya njaa hapo akasema nini Mackenzie? Soma. Ikasema hapo mstari wa 7 inasema kutakuwa na njaa, twende, na matetemeko ya nchi mahali. Soma hiyo nyingine, alafu inasema haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. Kuna kitu umeruka hapo, imeregea juu kidogo. 24 mstari wa 7, kutakuwa na taifa litaondoka kupigana na taifa, kutakuwa na njaa, kutakuwa na njaa, na matetemeko ya nchi mahali. Kuna ama Biblia yako ni haina kutakuwa na njaa, tauni na matetemeko ya nchi mahali. Kwa haina tauni ya? Kutakuwa na njaa, tauni, yani tauni ni ugonjwa sugu, kizungu inasema pestilences. Ugonjwa sugu ambao unavamia mimea, unavamia wanadamu, unaathiri mazingira. Yesu anasema kwamba tukiona katika ulimwengu huu magonjwa ya ajabu, magonjwa ambayo yameshinda watu kutibu, magonjwa yanaathiri kila sehemu, ni dalili kwamba ni nyayo za Yesu anayekuja. Tabibu mkuu yuko njiani, anakuja kuwachukua watoto wake. Kwa hivyo magonjwa ukiyaona yamevamia kila mahali, zungumza kuhusu mpox, zungumza kuhusu kisonono, zungumza kuhusu kaswende, zungumza kuhusu magonjwa ya lifestyle kama kansa. Tukiona yanaongezeka, ni dalili ya kwamba tupo katika siku za mwisho. Nyayo za Yesu zinasikika, anashuka, sio kitambo wapenzi. Kuna wanasayansi wengine walijikusanya pamoja na wakapeana onyo kwa binadamu. Wakasema hivi, ni miongo michache tu iliyobaki kabla ya kupoteza nafasi ya kuzuia vitisho vipya tunavyokabiliana navyo sasa, na fursa ya mafanikio ya ubinadamu kupungua kiasi kikubwa. Wanasema jinsi maisha yanaenda, tutapoteza wanadamu, manake magonjwa yamezidi, yale ya kuambukizwa na ya kujitafutia yote yamezidi wapenzi. Ni ulimwengu wa dakika za mwisho. Na je, matetemeko ya ardhi? Takwimu zinasema ya kwamba inakadiriwa kwamba kwa sasa dunia ina wastani tetemeko 50 kila siku na 20,000 kila mwaka. Matetemeko mahali. Ni dalili ya kwamba Yesu yuko njiani, anakuja kwa mara ya pili wapenzi. Niende kwa sehemu ya mwisho kwa sababu ya muda wangu, lakini pia nikwambie mifuriko, ajali za barabarani, mikasa ambayo inatokea pasipo kushangaa imetokea wapi, ni dalili kwamba tunaishi katika siku za mwisho na Yesu anakuja hatimaye. Second last, ulimwengu wa kijamii. Yesu akatoa ishara, Mathayo 24 mstari wa 37 na mstari wa 38. Biblia inasemaje? Twende. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, twende kabisa, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Sawa.
Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, twende kabisa, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, twende, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, twende kabisa, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote. Maliza kabisa. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Anasema siku zile walikuwa wakinywa na kula, walikuwa wakioa na kuolewa. Shida haipo katika kula wala kunywa, manake Mungu ndiye mwanzilishi wa masuala hayo. Shida haipo katika ndoa, manake Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Lakini shida ni kwamba siku za Nuhu walifanya haya mpaka wakamsahau Mungu wa mbinguni. Siku za Nuhu walipitiliza misingi ambayo Mungu alikuwa ameiweka katika kunywa, katika kula, katika kuoa na katika uolewa. Walikuwa wamepitiliza, na ndivyo ilivyo leo wapenzi. Hata siku hizi za mwisho tumepitiliza kwa yale ambayo Bwana amesema ili kwamba tusiale. Tumepitiliza kwa yale ambayo Bwana amesema ili kwamba tusiyanywe. Idadi ya walevi imekithiri, idadi ya watumia wa madawa ya kulevya imeongezeka, mili imedhoofika, familia zimesambaratika, manake watu wanakunywa na kula kinyume na kile ambacho Bwana amekiagiza. Lakini pia katika misingi ya ndoa imesambaratika. Ndoa imeingia balaa, ndoa imeingia kasoro. Maanake hivi leo tunazungumza kuhusu ndoa ambazo zimevunjika, watoto ambao hawana attention ya wazazi. Tunazungumza kuhusu ndoa ambazo hazina amani, ndoa ambazo ni fujo tu ndani. Lakini pia tunazungumza kuhusu ndoa za jinsia moja. Ushoga, kusagana ndio umekithiri kila mahali. Wanawake kwa wanawake wanaoana, wanaume kwa wanaume wanaoana, na imekithiri kila kona. Wanadamu wanaoa na kulala na wanyama, yani uchafu katika jamii umezorota kila kona. Dalili ya kwamba tunaishi kipindi cha lala salama cha ulimwengu huu. Kwa hivyo ukiona jamii inasambaratika, ukiona familia hazina amani, usife moyo. Hata kama familia yako ni mojawapo, ni dalili ya kwamba Yesu karibuni anakuja. Ni nyayo za Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Ni nyayo za Yesu anatokea, sio kitambo. Ni nyayo za Yesu ambao anakuja kuwachukua watoto wake. Lakini ishara kubwa ambayo Yesu anaipeana ndani ya dakika 6 hizo ambazo zimesalia, ishara kubwa ambayo Yesu anaipeana, haya yote yametimia wapenzi. Manabii wa uongo, vita na matetesi ya vita, vilio vya amani lakini hakuna amani, njaa, tauni, matetemeko, uasherati, kuvunjika kwa familia, vurugu zinazojaa nchi, mashaka ya kiuchumi. Lakini dalili kubwa ya muhimu kabisa ambayo Yesu anaipeana tunapofunga somo letu ni kwamba Injili itasambaa duniani kote. Injili itasambaa duniani kote, kila kona, kaskazini na kusini, mashariki na magharibi. Injili lazima itasambaa. Yesu yuko kazini kuhakikisha kila mmoja ameokolewa. Yesu yuko kazini kuhakikisha kila mmoja hajapotea. Soma nami kitabu cha Mathayo 24 Makenzi, mstari wake wa 14. Inasemaje? Tena habari njema ya ufalme. Anasema habari njema ya ufalme. Tulia hapo. Habari za Yesu aliyekufa msalabani, habari za Yesu aliyezikwa kaburini, habari za Yesu aliyefufuka, habari za Yesu anayetuombea mbinguni, habari za Yesu anayekuja mara ya pili. Habari njema ya ufalme, anasema Yesu, itahubiriwa ulimwenguni kote. Ndio maana watu wa Kenya Mungu amewatafuta siku hizi za mwisho, manake nyayo zake zimeanza kugonga gonga. Anajiandaa kuja kwa mara ya pili. Injili imefika Kenyenya. Ukiwa sokoni uisikie, ukiwa biasharani uisikie, ukiwa viwanjani uisikie. Mungu yuko kazini kwa watu wake. Anasema habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Maliza fungu, inasema twende. Biblia inaendelea kwa kusema, sawa, katika ulimwengu wote, sawa, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, sawa, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Anasema habari njema ya ufalme
itahubiriwa kote kuwa ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo unapoona injili imepamba moto, na ni kweli siku hizi kila mtu ana fursa ya kupata injili. Mungu amepeana elimu kwa wanadamu. Sikiza, tunes zinahubiri injili, maredio zinahubiri injili, televisheni zinahubiri injili, Wakristo wazuri kwenye TikTok wanahubiri injili, kwenye Facebook wanahubiri injili. Yani injili ipo kila kona, manake Yesu yuko mbioni kukusanya watoto wake, anakuja kwa mara ya pili. Kwa hiyo unapoona injili imeshika moto, imepamba moto kila kona, watu wanaitwa kwa Yesu Kristo, ni kwa sababu Yesu yuko njiani, anakuja kwa mara ya pili. Kile kitabu cha mwisho cha Biblia, Ufunuo sura 14 mstari wa 6, inasikika ikisemeka kwa namna ya kipekee sana ya kwamba kuna ukasi hapa unaonekana wa kusambaza injili. Twende Ufunuo 14 mstari wa 6, piga twende. Inasema kabisa, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, sawa, mwenye injili ya milele, sawa, awahubirio hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa. Kuna ujumbe, tulia topo Makenzi, kuna ujumbe wa kila taifa: Kenya, Marekani, Mesopotamia, Ugaibuni, Australia na Ujerumani. Kila mtu ana ujumbe ambao Bwana amewapatia, maana tunaishi kwenye ulimwengu wa dakika za mwisho. Nyayo za Yesu zinagonga, anashuka kuja. Lakini pia anasema kila kabila, Wakisii kwa Wajaluo, Wakamba kwa Wakisii, Wakikuyu kwa Wamasai, kila mmoja Bwana amemwandalia ujumbe wa kumwandaa kwa sababu ya kuja kwake ambao kumekaribia. Msikilizaji wangu mpendwa, natamani nikwambie dalili za kuja kwa Yesu zipo dhahiri, sawa, lakini jambo la maana ambalo nataka nikukumbushe, Mungu yuko kazini kukuokoa kabla hajatokea. Hilo ndilo hitaji lake kubwa, wapenzi. Yuko kazini kukuokoa, kukukusanya, hakikishe upo ndani ya kundi ambao liko salama. Mungu yuko kazini. Kubali kuokolewa na yeye, kubali kuiamini injili, kubali kumpokea Yesu Kristo, kubali afanyike Bwana Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu nyayo za Yesu zinagonga. Sio kitambo mbingu zitakunjwa kama kurasa, sio kitambo milima na visiwa vitahama, sio kitambo watasikika majemedari na wakuu wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini juu ya uso wa yule ajaye na aketie juu ya kile kiti cha enzi. Sio kitambo watakatifu wa Mungu watashangilia wakisema, haleluya, huyu ndio Mungu tuliye msubiri. Natamani watakatifu wa Mungu watakaposhangilia, Yesu atakapotokea mawinguni, baada ya dalili kufika, tuwe miongoni mwa watakaosema, huyu ndiye Mungu tuliyekuwa tukimsubiri. Bwana na atubariki. Tunaomba. Lihimidiwe jina lako Mungu, kwa sababu ya kutotuacha gizani. Hatuishi tena na wasiwasi, manake tunapowaona manabii na makristo wa uongo, tunapoona vita, tauni, matetemeko ya ardhi, njaa, familia na kuzorota kwa uchumi, macho yetu yanainuliwa, yanamsikia Yesu anayekuja kwa mara ya pili. Hofu yetu inaondoka, tunamsikia Yesu anayekuja katika utukufu wake. Lakini tukiombacho Bwana, katika siku hizi za mwisho, unapojiandaa kuja, unapowaandaa watumishi wako kutumia injili, nasi pia tuokolewe hatimaye. Yule mama aliyesikia ujumbe huu katika mtandao, aliye sokoni jioni hii ya kipekee, madukani na viwanjani, sote Bwana tukuchague ili ujapo katika utukufu wako Yesu, tuwe miongoni mwa wale atakaosema, haleluya, huyu ndio Mungu ambao tumekuwa tukimsubiri. Neema yako itoshe sana hata milele. Ndivyo tuombavyo kwa imani kwa Yesu, na kila mmoja aseme amina. Amen. Asante Bwana na wabariki sana.